Mama. Salamu jambo mama. Na huyu ni mwanangu. No. Huyu ni mama yako Mama yako mpya, sawa? Utakopo naye, atakutunza vizuri, sawa? Atatupikia chakula kizuri, sio kama kile, Sawa mama? Haya, unaweza ukaenda pale ukacheza, sawa? Haya, nenda. Mashallah Kama wewe. Kwa hiyo wangu karibu. Humu ndo mwako sasa hivi. Kwa ujisikie uko free katika nyumba yako. Asante sana. Yaani nimefurahi. Furaha yangu si nieleze vipi. Nimefurahi sana. Lakini mimi ninachokuambia tu mpenzi wangu usijali. Yaani mimi nitakupikia chakula kitamu kizuri. Nitamlea mtoto wetu vizuri, wala usiwe na shaka. Na utafurahi sana na mimi. Sawa? Karibu. Asante. Basi tabii kwanza nikuache kidogo. Naenda msalani. Naenda kujitiatia maji kidogo. Yaani hapa mna kukaa kizembe huko ndani. Lazima nitatafuta sababu. Lo! Ade mama. Njoo. Sasa. Unaomba nikanikane miguu na kama leo inaniuma tu. Hebu changamsha basi hata hiyo mikono. Alafu mara ngapi nakwambia mimi sitaki mujifunge madudu yako kichwani? Mara ngapi? Kwa hiyo mnesa hivi unaniga mimi ninavyovaa, si ndio? Atoa. Hebu kana hapo miguu mimi, siniangalie macho. Changamsha mpaka huku juu huku. Hebu acha. Chukua kile kitambaa kufuta TV pale. Futa vizuri. Ole wako nije niguse tu hivi na kidole afu nikutie nimeacha alama. Tayari acha. Njoo hapa. Ushamaliza kazi zako? Mama. Sasa hizi. Wema. Wema yeye tu. Safi kabisa. Naona umepoa. Una wasi za mamangu. Haya, mama, naona simu imekuwa kali. Nimekuja kusikiliza wito. Ndio mkeo. Naam. Kaja kuleta malalamiko hapa. Na yupo hapa. Malalamiko gani mamangu hayo? Kasema umemfukuza. Ndio mamangu, nimemfukuza mke wangu kwa matatizo mengi tu. Simuelewi mke wangu siku hizi. Kwa hiyo sasa hivi simuhitaji tena. Na vile mamangu mpaka sasa hivi nishaoa mke mwingine, yupo nyumbani. Anamlea mwanangu vizuri. Hivi anafanya nini huko ndani? Lu! Welu! Kuja hapa.
Sogea hapa. Sogea hapa. Unafanya nini uko ndani? Nilikuwa najisomea na kuandika. Umemaliza kazi nilizokuambia? Hapana. Umemaliza? Kwa jeuri, si ndio? Hapana. Hivi nirudie mara ngapi nikikwambia toka asubuhi ukiamka tu pale kitandani ufanye kazi zako zote? Vyombo umeosha? Hapana. Umedeki? Hapana. Afanye nani? Kwa mimi nyanyue mguu wangu hapa niende nikafanye hizo kazi. Lakini kitu gani? Kitu gani? Naomba kafanye hizo kazi. Tena usikawie. Sawa. Nenda. Ni mtoto mwingine hii. Anasoma. Mshoo mke mwingine? Ndiyo mamangu. Sasa yule mwenzio? Yule mamangu ndo basi tena atafuta riski upande mwingine. Kwa hiyo mamangu yupo nyumbani na vile vile mamangu mke wangu ana matatizo ya wasiwasi. Hahitaji wageni. Kwa hiyo utapotaka kuja nyumbani unipigie simu. Ana matatizo ya wasiwasi. Kwa hiyo hatuhitaji wageni mara kwa mara. Mwanangu, hata mie mama yako pia nikupigie simu sasa utakuja kwako? Ndiyo mamangu, kwa sababu sasa hivi mabadiliko sio ule wa mwanzo. Mwanangu, umefikwa na nini hata mie mama yako? Ndio hivyo mamangu, na vile vile sasa hivi sikai sana kwa vile nawahi ofisini. Nimekuja mara moja tu kusikiza, lakini kama ndo mazungumzo nini haya, wacha mimi niwahi ofisini. Kwa hiyo tutaonana. Mwanangu, umefikwa na nini jamani mwanangu? Mume wangu, mbona hujalala mpaka sasa hivi? Ni kweli mke wangu. Kwa sasa bosi wangu nimekuwa simuelewi kabisa. Na ukizingatia mimi ni mshahara wake mkubwa tunapokuwa ofisini. Lakini kwa sasa amekuwa hahitaji chochote kutoka kwangu. Ina maana ndo hicho ndio kinachokukosesha usingizi? So hicho tu mke wangu. Bali ninapolala muota bosi wangu amewekwa ndani ya chupa na amewekwa chini hapo kwa kitanda chake. Chupa? Ndiyo mke wangu. Kwa nini usimshauri kwenda kwa shehe? Mke wangu, kama nimetaka kujua tu changamoto zake na kujua nini kinamsumbua, basi amenitolea maneno na kunifokea kama mtoto. Leo nimshauri kwenda kwa shehe, sasa anaweza kunikosesha kazi kabisa. Basi tupumzike mume wangu. Kesho tukijaliwa nitakufahamisha shehe, ende ukamsaidia rafiki yangu. Nitashukuru sana mke wangu.